The good thing is let them come because they will help us to jaza ile kikapu pamoja. What we want now, I've told you, is numbers. But now when it comes to leadership, tutakuwa tuna scrutinize. Who are we putting there? Wewe ni nani? Ulikuwa wapi? Like, let me use an example ya position ya Senate kwa DCP saizi. We have 4 candidates who have shown interest. We have Peter Mbae, we have Lawrence Karanja, we have Wamariamu, huyu MCA wa Naivasha, and we have a young man anaitwa Sami Moraya. Sasa sisi tunakuja tunawakalisha chini. Wewe Mbae, ulikuwa kwa hii serikali ya Ruto, ulifanya hii. Saizi uko na sisi hapa DCP. Ni nini ulituletea? Kama hakuna, weka kando. Wewe Lawrence, ulikuwa CAS kwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Na wakati ulikuwa kwa hiyo serikali, ni nini na nini? How was your performance? Unaona? Wewe wa Mariamu umekuwa MCA, umekuwa ukisimamia nini na nini? Huyu kijana anaitwa Sami Moraya, wewe umekuwa wapi? Wewe umekuwa na sisi hapa, tumekuwa tukihangaika pamoja. Na vile tumekuwa tukihangaika, umekuwa ukileta suluhisho ya kitu, tumekuwa tukifanya hivi na hivi. Unaona? So tunaangalia ni nani tunaweka wapi. Hata wakikuja, sisi kitu tunataka wakuja watusaidie ni kujaza numbers. Like kama saa hizi sisi vijana hatutaenda kuconsider wazee sana. Hadi tuko chama moja ati sasa tunawabembeleza because this problem, these very people wenye tuko nao pia kwa chama ndio waliunda chama ya UDA yenye tunalia saa hizi. The very very people wenye tuko nao kwa chama. So we are not going to give them priority. We are going to prioritize ourselves as young people. That is the stand of young people, many young people. Hata kwa hiyo kiti ya senator, we will give a young man. Wacha aende atuangushe huko tujue ni kijana mwenzetu alituangusha kuliko tupee mtu mwenye amekuwepo lakini hakuna kitu yenye amekuwa akifanya. Okay.